Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Leo tutaenda kujifunza somo linaloenda kwa jina la matendo yetu ni ibada. Matendo yetu ni ibada. Unajua kwamba Mwenyezi Mungu ambapo alikwisha kuiumba dunia, aliumba dunia, aliumba nuru na giza. Hakuna aliyeumba nuru na giza zaidi ya Mungu mwenyewe. Hivyo hata anakokaa shetani pameumbwa na Mungu. Na katika kuumba hivyo vitu viwili, akatenga kabisa kati ya nuru na giza. Na katika kutenga, hakuishia kutenga tu, akaichagua nuru kuwa njema. Hivyo ndani ya matendo ya giza na nuru kuna kitu ambacho kinaitwa mema na mabaya. Hivyo tunaangalia kuna kitu ambacho kimepita katikati, kitu ambacho kinatenganisha hivi vitu. Kuna mema na mabaya. Hivyo upande ambao unatenda mabaya tunaangalia ni upande wa giza. Ina maana huko kuna kiongozi wake ambaye huyo ndo shetani mwenye hayo, na kila upande lazima uwe una kiongozi wake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo upande ambao una mema tunaangalia ni upande wa Yesu Kristo, ambao ni upande wa Mungu mwenyewe. Hivyo basi inatakiwa tuishi vipi katika dunia hii ili kujitenga na hilo giza? Tukisoma kitabu cha Zaburi sura 20 mstari wa 7 kinasema, hawa wanataja magari na hawa wanataja farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe tena. Ina maana hapa Mwenyezi Mungu anatuweka wazi kabisa kwamba katika ule upande wa giza utaangalia kuna vitu ambavyo vimewekwa kipaumbele. Kuna pesa, kuna majumba, kuna magari, kuna mapenzi, kuna vitu ambavyo yani vinakuwa havina maana ndani ya Yesu Kristo. Tukiingia kabisa katika upande wa giza, tukiangalia wale ambao wanaishi katika upande wa giza, watu kama watu maarufu ambao wale wanapata umaarufu kwa njia ya giza, ambao wanaimba nyimbo za dunia, kwa sababu Mungu amekwisha kutuweka wazi hapa. Ukiangalia zile nyimbo za dunia kuna vitu vinaimbwa, kuna pesa, kuna mapenzi, kuna kujisifu, yani kuna kule kujiinua. Unakuta mtu anaimba kujisifia yeye kama yeye. Utakuta hivi vitu ambavyo vyote wanavifanya katika giza, hivi vitu ni vitu vya shetani. Shetani amekwisha kuwapa waweze kufanya hivyo kwa kuwa walikwisha kuweza kuuza nafsi yenye uhai. Ina maana wanaishi kama vile shetani atakavyo na sio wao watakavyo. Hivyo basi, na ndio maana unapokuwa unaona zile nyimbo za kidunia, kuna mambo utayaona, kuna pesa, kuna vitu vinavyowekwa kipaumbele kama vitu kama dhahabu, wale wanawake ambao wamekwisha kujitoa nafsi zao, kuna magari, kuna majumba. Hayo mambo yote ndo shetani amewambia wafanye hivyo. Hayo mambo yote ili kuficha ule ukuu wa Mungu. Hivyo huko ndivyo wanafanya hivyo, ndivyo wanavyoishi hivyo. Mwenyezi Mungu katika upande wake, huku ni kulitaja jina la Bwana. Hata kama amekupa mali kiasi gani, ndugu yangu, haitakiwi kuja kuanza kuvitaja hivyo vitu. Ni mpaka pale ambapo atakuwa amekupa maelekezo kwamba ziseme baraka zangu ambazo nimekwisha kubariki, ili na wengine waone kwamba ni baraka. Utaangalia hata ukimwangalia mtu kama Ibrahim, hajawahi sema baraka zake, lakini tunazijua. Ina maana mtu wa Mungu anatangazwa na Mungu baraka zake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo wewe mtu wa Mungu ambaye uko upande wa Mungu, hepuka sana kuingia kwenye hivi vitu, kusifia sana vitu kama pesa, vitu kama majumba, vitu kama dhahabu, kwa sababu ukisoma kitabu cha Hagai sura ya 2 mstari wa 8 inasema, fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Hivyo basi, hawa wamepigwa upofu vipi? Ni kwa sababu wamepigwa giza. Walipomjua Mungu hawakumtambua. Kitabu cha Warumi kinasema walipomjua Mungu hawakumjua kama Mungu, hivyo wakapita katika uzushi. Na maana Mungu
Ina maana Mungu wa dunia akawanasa fikra zao. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, namna ya kuwa salama ni kulitaja jina la Bwana wa majeshi, kulitaja jina la Bwana wa majeshi.